kuna huyu lawyer, kuna huyu advocate anaitwa Ndewa. In one of the interviews alisema ya kwamba Matiang'i is a state project. Matiang'i ni project. Yeah, but what do you mean? It's a state project. Matiang'i is Ruto's project in opposition. Eti Ruto ndiye ameplant Matiang'i kumfanyia kazi huko kufuruga opposition. Hizi statement zimeweza kupokelewa kwa njia mbalimbali. There are those who are not pleased at all about that statement. I don't know the objective of that statement. I've taken time. Aliongea juzi tu. I've taken time to analyze that statement, and here is what I think about the statement. Though he has since apologized. Amesema kwamba ameweza kupigia Matiang'i simu, wakaweza kuzungumza in length na Matiang'i sasa akamwambia bro, mimi si state project. Akamwambia Matiang'i amemwambia kwamba yeye si state project. Maybe he has achieved his objective. Na huyu jamaa ana speak on behalf ya nani? Huyu jamaa ni ally wa Rigathi Gachagua. Vile vile ni wakili ama ni jamaa ni ally sana wa Kalonzo Steven Musyoka. It has been said, inasemekana ya kwamba Rigathi Gachagua ana prefer Kalonzo Musyoka to Fred Okengo Matiang'i. Iwapo Rigathi Gachagua atakuwa kwenye debe kama presidential candidate, then mtu ambaye Rigathi Gachagua anamprefer si Fred Matiang'i bali ni Steven Kalonzo Musyoka. So who sent Ndewa? Nani alituma Ndewa na objective yao ilikuwa namna gani? Before we go further into that analysis, ladies and gentlemen, if this is the topic you are interested in, then I would like to request you to stay in this video till the end, and kindly subscribe to this channel. If you are new in this channel, kindly finya hapo please kumeandikwa subscribe, uweze kuturn on the notification bell. Kuna bell hapo, ukisubscribe usisubscribe tu, ufinye hiyo bell uweze kuturn that bell on. That is a notification bell. YouTube wakati tuna upload video mpya hivi itakunotify automatically. And in this particular video, ladies and gentlemen, kindly I'd like to request you to give this video a thumbs up. Uweze ku like hii video tafadhali. Thank you. Now, Fred Okengo Matiang'i amekuwa tishio ya opposition. Na sana sana ameweza kuattract Wakenya wengi, si wa Kikuyu, si majenzi, na ujue upande wa South Nyanza Wakisii wote wako intact as a block. Is recent safari yake ya hivi karibuni kule Timau in Meru imeweza kuwapea hao watu wa opposition tumbo joto ya kwamba huenda Fred Okengo Matiang'i kwa masupporters wote wenye wako anti William Samoei Ruto ama wenye ampendi William Samoei Ruto, huenda wakaprefer Fred Okengo Matiang'i among the opposition principals. Na hiyo kitu inawasumbua sana Rigathi Gachagua, Kalonzo Steven Musyoka and maybe other opposition principals. Watafanya namna gani wakati Fred Okengo Matiang'i miguu at least akae at the same level? Juu sasa Matiang'i kama ndio huyu na wengine wako hapa, watafanya aje wakae in the same level? Lazima watumie strategy, lazima watumie mtu ambaye atamuattack. Maneno fulani lazima wamseme ndio Wakenya uone ya kwamba ujamaa, hebu tumwangalie na macho ingine. Ati sasa wanampaka matope eti ni state project. Hizi statement haikuchukuliwa lightly na Wakenya. Wakenya waliweza kukasirishwa na statement yake na wakasema kwamba huenda huyu jamaa anatumiwa vibaya, na mwenye amemtuma anaweza kuwa pengine ni government yenyewe, ama anaweza kuwa ni hao jamaa wa opposition. At least wakate Fred Okengo Matiang'i, kama ni government inamtumia ikiwa na objective ya kwamba iweze kusambaratisha the opposition, the united opposition iweze kusambaratika, they separate, ndio William Samoei Ruto akue na good ground na aweze kupita katikati na aweze kukaa re-elected. Na kama ni opposition inamtumia,
opposition principles like allies to this guy Ndewa, Kalonzo Musyoka na Rigathi Gachagua wanataka Matiang'i asikuwe preferred, isikuwe like ni preferred. Na unajua Kalonzo Steven Musyoka hata Rigathi Gachagua hawatamuunga, like they are not keen to lay their support behind Fred Okengo Matiang'i. Na that is why niliwaanalisia kitabu kidogo video moja nikasema kwamba if not Kalonzo, then Kalonzo might be forced kwenda peke yake, kwenda kwenye debe kama amejitoa kwenye opposition. Matiang'i yeye ana shida, but Wakenya watataka nani, wataprefer nani? As of today, kama kungekuwa na hiyo mjadala leo, Wakenya wengi among the opposition guys ama among the opposition principals wangemprefer Okengo Fred Matiang'i. So Kalonzo aamini ya kwamba ati anaweza kuwa pengine running mate wa somebody ambaye anamperceive junior to him. Better aende kwa ballot peke yake, ashinde asishindwe, atakuwa maybe kingmaker atakuwa maybe hiyo rerun ikifanyika, ataona hata way out, ni wapi ataenda, ni wapi ataenda. Yeah, that is according to Kalonzo Steven Musyoka. Kalonzo Steven Musyoka anajipikania ndio aweze kukaa preferred presidential candidate. Rigathi Gachagua, though ayuko keen to be a presidential flag bearer, but kuna other factors zenye zinamfanya asiwe na preference to Fred Okengo Matiang'i. For example, party ya Fred Matiang'i inaweza kuexplainia, I don't know, but wacha tu niwape summary. The factors which would make Rigathi Gachagua not to prefer Fred Okengo Matiang'i are as follows. Number one, political party. Inasemekana ya kwamba Matiang'i huenda akawa presidential candidate kupitia chama cha Jubilee. Jubilee inatoka wapi? Siasa za mlima. Jubilee inatoka mlima. Rigathi Gachagua anatoka mlima, ako na chama chake cha DCP, kumaanisha kwamba Rigathi Gachagua anafanya kazi mchana usiku, anafanya juu chini kuhakikisha kwamba DCP ni dominant party ya mlima. Kama DCP ita itakuwa na presidential candidate na kibahati mbaya, according to Rigathi now, Jubilee ikae na presidential candidate in the name of Fred Okengo Matiang'i, that means Jubilee will be a dominant party of the mountain. Kumbuka Jubilee mizizi yake ni kwenye mlima, ni ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta. That means majority ya aspirants wataweza prefer kupigania viti mbalimbali kupitia kwa chama cha Jubilee than as opposed to chama cha DCP ambacho ni chama cha Rigathi Gachagua. And in that, Rigathi Gachagua won't be having a good number of elected leaders, and that is how the bargaining power of Rigathi Gachagua itashuka. Na Rigathi Gachagua hawezi taka in a situation where Fred Okengo Matiang'i ako katika anaulizia urais kupitia chama cha Jubilee ambayo itakuwa dominant in the mountain with many elected members of parliament, senators, governorates, MCAs, ambayo ita reduce the number of elected leaders through DCP ambayo ni chama chake Rigathi Gachagua. Ikifanyika hivyo, Rigathi Gachagua bargaining power yake itaenda chini, hawezi kunegotiate huko mbele vizuri than wakati maybe Matiang'i atatumia chama chake ama maybe Jubilee haitakuwa dominant party ya mlima. Number 2 ni Uhuru Kenyatta factor. Uhuru Kenyatta hawajakuwa sana in good terms with Rigathi Gachagua. Kumbuka pia mi sometimes siasa ni ngumu sana. Siasa inatufunza mambo zingine. Uhuru Kenyatta alidonate his allies wanawake with President William Samoei Ruto. William Samoei Ruto ametembelea Uhuru Kenyatta karibu twice. Uhuru Kenyatta pia amemtembelea State House. Kitu wanazungumza wao tu ndio wanajua. After William Samoei Ruto kumtembelea Uhuru Kenyatta kwake Gatundu, the following week tuliona watu wa Uhuru Kenyatta wakiwa appointed
wengine kama mawaziri, wengine na kazi mbalimbali ya state jobs. But Uhuru anajifanya like anaoppose William Samoei Ruto wakati watu wake wanaendelea kukaa appointed. I don't know the strategy, but the fact that Matiang'i wako na uhusiano na Uhuru Muigai Kenyatta, hiyo ndio probably wanaona ya kwamba Matiang'i huenda ni state project tu. Hii ni mchezo tu wa town. Hii ni kuchezwa, tunachezwa hapa. Enda uangalie huku wanapanga nini. But anyway, who is not a state project? Siasa inatufunza mambo. Who is not anyway a state project? Tungekuwa tuna categorize hivi eti huyu ni state project because of this one. Hata Rigathi Gachagua ni state project. This guy worked with Samoei Ruto. Pengine walichora wacha tu because of the second term and that shenanigans. Wewe wacha tucheze hivi na hivi, wewe shika zako and uplay kama wewe kwa mlima. Ndio mimi niendelee kutawala, pengine hata ni change constitution beyond 2032. You can't know. If tunachukulia vitu kama hizo, tunasema Baraka ni state project, Matiang'i ni project, tunaweza sema Rigathi Gachagua is a project, tunaweza sema Kalonzo Steven Musyoka ni project. This guy were friends with Raila Amolo Odinga. In fact alikuwa kwa NADCO yenyewe, yeye ndiye alishughulika kabisa hadi mwisho mpaka ripoti yote ikakamilika. So kama tutasema ati watu ni project based on that alone, then kila mtu pengine ni project. But anyway, I don't think whether Fred Okengo Matiang'i is a state project. But Matiang'i needs to be serious. Of the past few days, tumeona ameanza kukaa serious because nobody aliexpect Matiang'i aweze kuwa na mkutano mwenye alikuwa kwenye mlima kule Mau Meru, mkutano ya umati wa watu vile tuliona without Rigathi Gachagua. If Matiang'i atakuwa very serious, waache zile propaganda eti ho zile siasa za kule nyumbani, kule kwao Kisii. Tuliona wanasiasa wengine wanakuja kwamba ndio tuko na kura chache, zinafika 900,000, tunataka tumpe hizi kura Matiang'i ndio aweze kukaa na bargaining power, waweze kuzungumza na rais. Eti tunataka kumsukuma ndio pia waweze kuongea, akae bargaining power, waweze kuongea na rais ambaye atakuwa. Hapana, Matiang'i timu yake ikae vizuri, akae na coverage yake social media, vitu zake zionekane vizuri online, akae na good team, ijipange vizuri. Matiang'i anaweza tetemesha William Samoei Ruto. Matiang'i atampeleka William Samoei Ruto pio in 2027. So Matiang'i among the opposition guys is so credible, and the guy I see as the only guy who can unseat William Samoei Ruto under united opposition. But wakianza hadi sasa kuna project, Matiang'i project, this will divide the opposition, and that division in opposition is good for one William Samoei Ruto. And I told you, united opposition is good for these guys, for opposition principles. So for them to make sure that William Samoei Ruto is a one-term president, they should remain united. I don't know what you have. Probably you have a divergent views. Let me know in the comment section below. Don't forget to subscribe to this channel. Turn on the notification bell so that you are notified every time we post a new video. Ladies and gentlemen, this is SC Bon, Gusii TV. Esaiga Yomusi.